Sky Cable TV Kenya, beyond the real. My name is Shiro Joyce. I am here to wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year 2022. Be blessed. Today being the 30th of December, the year 2021, just one more day to the end of the year 2021 and the beginning of the new year 2022 that we hope will be amazing, more amazing than this year has been, and it will be full of blessings. A very good and warm welcome to you, my dear viewer, from wherever you're watching us from, and welcome to Sky Cable TV News Bulletin at 1 p.m. I'm Wanjiku Njau. Well, we start off with a very sad story from Mombasa. Family, friends and neighbors of a 2-year-old boy that fell in a borehole and died are seeking help from well-wishers and also the government after the body has not been retrieved 4 days later. Mimi ningeomba mtoto wangu aweze kutolewa. Nahuzunika sana. Sijaona mtu wote kwenye face. Wanakuja tu wanazungumza, neka mikutano yao, wanaongea, wanaenda. Jana tumetoka polisi wakatuambia hawezi kutupatia msaada wowote. Sijui wanasema sijui sub chief, sijui chief, sijui hospitali mpaka watu waamuzi. Na siku bado zaendelea kusoma. Wananchi wamejaribu kutusaidia tutimbe, lakini kila atakayekuja anafukuzwa. Ana mwaka na miezi 8. Kucheza Aliza. Then watoto wakatoka kuja kucheza. Hatukujua nje kuna shimo na halijafunikwa. Mtoto wangu alipotoka alionekana na jirani wakati ndo anatumbukia hapo kwa shimo. Inatusinisha sana kwa sababu atembelewa na mgeni, bahati mbaya mtoto ametoka nje kucheza akaingia kwa shimo ilikuwa inachimbwa kisima hapo. Baada ya hiyo watu kakuja kama majirani, tukajaribu kufanya msaada tukashindwa. Serikali ikakuja, municipal ikakuja, watu wa kaunti wakaleta gari yao la fire wakaliweka hapo. Majirani wakajaribu kwanza kuchimba kama mita 25 hivi. Ikawa hii mchanga unamumunyika tu unamwagika pale. Ikawa hii ni hatari. Ikawa tupate msaada mwingine kutoka watu expert kuliko hao. Kutoka siku hiyo juzi tukatoa maji hapo mvua ilinyesha. Kutoka siku hiyo imekaa imelala hivi. Hatuoni shughuli yote inaendelea. Kama ni panda ama ni nguo aenda azike. Haonekani, MC hajaonekana, women rep hajaonekana, wala sasa wote hakuna yote. Sasa juu tutafanya vipi? Huyu tutataka huyu mtoto wake atoke tu, hata kama ni mkono peke yake. Aridhika ameenda amesika mtoto wake. Lakini wameanza kusema hapa hospitali na tufukuza hapa. Atuwachukue wasijie tu hapo sasa. Hiyo inaenda hivyo kweli? Sasa wakubaliana na watu waseme chenye wanataka alipwe wasika hapo. Kwani kuna nini wameweka hapo? Kuna nguvu za kisa hapa ndani. Watakao mtoto. Ombi letu ataka msaada. Vile mmekuja nyinyi nadhani tutapata msaada sasa. Tunataka kama jichopevu tulione. Kwa nini hangaishe watu? Na yeye ni mbunge ana uwezo. Yuko wapi? Twamtaka mbunge ajitokeze. MCA wetu hatujui yuko wapi. Well, it's a very sad story right there from Mombasa, and we hope that they get the help that they need to retrieve the body of the boy. Moving on to our next story, 31 Ethiopian immigrants have been arrested after an accident occurred along Meru-Nairobi highway. The big question now remains being, how did they enter the country and what was their aim and where they were headed? Let's take a look at the story. Accident, ajali, baada ilihusisha lori ambayo ilikuwa imebeba
watu ambao tuko tunawajua. Wakati gari ilipinduka ikaanguka hapa kwa mtalo, tusikia mayowe na duru mingi sana na kilio cha huzuni. Kwa hiyo tubindi tuache kazi yetu hapa kwa kichinjio, tukakuja kwa nini kinachotendeka hapa. Tulipojaribu kufungua hii gari ama kujaribu kujua nini ilikuwa inaendelea, dereva ambaye alikuwa kwa hii lori kwanza alitoka kwa amebeba pesa na nikatuambia tafadhali tusidhubutu. Ilitubindi kama raia ambao tulikuwa tunafanya kazi hapa, tukuje na panga zetu tukamwambia tusipofungua hapa tutachinja hata yeye. Ndio tulifungua tukafungulia vijana ambao ni vijana wa less than 30 years. Walikuwa kwa hiyo gari 31 na wengine walikuwa wameumia kama 7 hivi. Ndio ilibindi pigie askari na ninamshukuru Madam CS hapa Igoti Police Station sababu wakati tulimpigia alirespond within 15 minutes. Walipokuja dere tujaribu kuwauliza hao ni kina nani, hakutuelezea. Tukajaribu kuongea na vijana wako wanajua Kiingereza, wako wanajua Kiswahili, but kuna mmoja wao ambaye alituambia ametoka Ethiopia, Dhuru Mandela route. Tujaribu kujua walikuwa wanaelekea wapi, hawakutuambia. Tunaomba immigration wawe makini kiasi because sasa hao watu sio wa Kenya na mahali wamepita kuna mbonda, ni kumaanisha mahali wamepita kwa mbonda ni pesa imetumika. So tunaomba serikali Matiang'i aache kuingia kwa siasa, alinde nchi yetu because yeye amejihusisha na siasa mpaka amesahau ya kwamba yeye ndiye anatulinda. Mbonda zetu zimebaki wazi na paka unaona watu wanaweza kuingia nchini. Na sasa kama wakazi wa Igoji wangekubali kuchukua ile pesa ambayo walikuwa na kuwa orphaned and driver, hao watu wangeenda tu. Lakini washukuru vijana wetu wa bonda na wakaji wa Igoji kwa kukataa kuchukua hiyo pesa na polisi alimwacha. Ilikuwa na transport aliens from Meru to Embu. Kufika Igoji karibu Maxwell, negotiate kona, ikawacha parapara, ikaingia kwa mtaro. Alafu members of the public wakapigia OCS Igoji. Kuna gari imepata na accident karibu hapo Igoji, alafu akachukua maaskari wakaenda. Kufika pale kuenda kukawa hiyo gari wakakuta kumbe ilikuwa inabeba aliens from Meru, ilikuwa inapeleka Embu. Kuenda kuangalia ndani wakakuta kuna aliens 31 pamoja na driver walikuwa 32. Alafu mmoja walikuwa wameumia, wakapelekwa hospitali Meru. Wale 21 wakapelekwa police station hapo Igoji. Wale walipelekwa hospitali Meru wangali wako huko wanashughulikiwa, na wale wengine wako Igoji, wale wa hospitali wakipona. A family from Kajiado County, whose main aim is to deliver youths from drugs, has volunteered to educate the locals on importance of education following a rapid increase of drug abuse in the area. Nafurahia siku ya leo maana ni siku ambayo Mungu ametuandalia, siku ambayo tujaiona katika maisha yetu. Maana ni siku ya kuja kuelimisha watoto wetu umuhimu wa masomo. Kuna wale wamesoma, wameenda nchi za nje, ndio wameandaa huu mkutano ndiposa waone kama watoto wengine wanaweza fuata nyayo zao. Na ndiposa tukaandaa mkutano huu, tukafanya kama mkutano na maombi ya kuombea watoto wetu ili wajue umuhimu wa masomo. Wale wanaendelea kusoma, aendelea na masomo na afundie wengine. Wale wamekuwa wakubwa na wale wamesoma, afundishe wengine aendelee kusoma zaidi. Na pia tumekuja kufundisha awachane na madawa ya kulevya. Juu siku hizi watoto wameingilia mambo ya madawa ya kulevya sana. Mambo ya miraa, mambo ya pombe na singine mengi.
Tumeweza kuelimisha wanafunzi wenye wako shule kikuu, wenye wako shule ya secondary. So tumeweza kuongelesha umuhimu wa masomo, tumeweza kuonesha wenye wako wameenda Canada, wenye wako kazi kubwa kubwa za serikali. So tumeweza kuongelesha na tukawaeleza umuhimu wa masomo. Taveta rice farmers have decried the rising numbers of brokers from Tanzania, saying that the market price for rice has gone lower in their area. Their plea now being that the government gets to construct roads in their area so that they can get the rice to the market themselves. Barabara hakuna. Kisha tunapokuwa hatuna barabara, inakuwa soko linakuwa ni mbali na sisi, kulingana na kwamba barabara hazifiki katika maeneo yetu. Na hivyo tunapata wadau ama tunapata watu kutoka Tanzania ambao wananunua mpunga wetu kwa urahisi na kupeleka Tanzania. Wanaponunua kupeleka Tanzania, wanaingizia serikali ya Kenya hasara, kwa sababu mpunga ule wanapoenda kiukoboa, wakirudisha wanarudisha kama jina ni kwao, kwamba Tanzania ndio imezalisha mpunga huu ila hali umezalishwa Kenya. Ni kwamba maji inayozidi kupanda kila siku imeharibu mashamba ambayo yana uwezo wa kuweza kuwa na ekari zaidi ya 10,000 ambazo zote zingekuwa zinalimika mpunga. Na hilo tatizo limesababisha ya kwamba eneo hili badala ya kuweza kutoa metric tons 200,000 inatoa tani 3,000 kila msimu. Maombi yetu kwa serikali ni kwamba excavators ama mashini za kuweza kupunguza maji hii kwa kufungua ile mito iliyoziba iweze kuyapeleka hayo maji, ili ya kwamba shamba zibaki kama vile zilivyo kwa kitambo na ziweze kulima mpunga na kuzalisha kwa kilingana na kiasi ambacho kinahitajika. Basi tungeweza kufanikisha wananchi wa kawaida kama kipato na kuwapatia pia kama kazi, ili ya kwamba waweze kukuza maisha yao na kuishi kama vile serikali inavyotarajia. Tatizo la mbolea. Mbolea imekuwa ni tatizo kuu kwa wakulima wa mpunga. Wakulima wa mpunga sana hutumia urea na sulfate of ammonia. Kwa saizi bei ya urea katika maduka ya hapa Taveta ni shilingi 6,300 kwa gunia la kilo 50. Kwa mkulima wa kawaida kununua magunia 3 kwa ajili ya shamba yake ya heka 2 inakuwa ni tatizo. Hivyo basi anabidi anunue gunia moja kwa ajili ya kulima lile shamba. Na hivyo kuyakata yale mazao kusababisha kwamba mkulima asiweze kupata gunia 120, ajikute anapata gunia 30 hadi 50. Hivyo kumfanya kwamba mazao yakatike na faida ipungue sana. Just as we are nearing 2022 general elections, Kenyan citizens from all over the country and also politicians have been urged to remain peaceful and united so that to prevent clashes during the coming elections. So kwa jumla nataka niseme Eastern Region tuna amani ya kutosha. Kuna visa vichache kama vile watu ambao wanatoka nje kama majirani, wale ambao tunaita immigrants ama aliens ambao wanaingia. Umeona juzi wengi wameshikwa upande wa Meru ambao walikuwa wanatoka nchi jirani, na wanaendelea kushikwa, na wengi wako wamepelekwa kotini kustakiwa kwa kuwa humu nchini bila kufuata utaratibu ambao umewekwa. Na watu wakifuata utaratibu ambao umewekwa hakuna mtu atashikwa, lakini wale ambao wanajaribu kuepa njia ambazo zimewekwa, basi hawa ni wahalifu ambao tutawashughulikia kulingana na sheria. Na maafisa wetu pia wamewekwa katika hali ya kuhakikisha kwamba mipaka yetu na sehemu zote watu ambao wanaingia ni wale tu ambao wanafuata utaratibu ambao umewekwa, ili tuhakikishe kwamba hatuwezi kupata watu ambao nia yao hatuwaelewi, wengine wana nia tofauti ama potofu. Hiyo ndio tunataka kuhakikisha kwamba inafanyika. Kwa hivyo maafisa wetu wa usalama wako macho na wataendelea kuzingatia haya mambo. Wito wangu ni kwamba tuendelee tudumisha amani na tuunge mkono serikali katika wito wa kuhakikisha kwamba kuna usalama, especially next year mali tunaelekea mambo ya uchaguzi. Tungetaka kuweka kila mmoja aelewe kwamba Kenya inahitaji amani na mambo yote yatafanyika kwa sababu ya amani.
na wale ambao pengine wana nia ya kuvuruka wajue kwamba tuko macho, tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba mambo yote yataenda sawa sawa. And with that story, we come to the end of our news bulletin here at Sky Cable TV, 1 p.m. More news will come to you once it strikes 7 p.m. East African time in the evening. And don't forget to follow us on all our social media platforms at Wanjiku Njau and also at Sky Cable TV Kenya. I'm wishing you a very lovely day and happy holidays. I am Wanjiku Njau.